akawaambia mtachukua mkate na hiyo damu ya wanyama mtaipaka kwenye mimo ya mlango. Ndugu, Bwana hutokea kwenye vita. Kufufuka kwa Yesu maanake amekuja kupigana vita kwenye maisha yako. Kufufuka kwa Yesu amekuja kuleta ushindi. Usiwe kama hao wajinga wanaoazimisha kwa kwenda kwenye mabaa na kwenda kwenye mastarehe na kwenda kwenye vitu vya anasa za ulimwengu. Unawaza nini juu ya ufufuo wa Yesu? Kwa nini Yesu arudi tena? Kwa nini Yesu afufuke? Maanake amekuja kukomboa maisha yako. Amekuja kubadilisha maisha yako. Akawaambia Waisraeli, nitapiga mzaliwa wa kwanza. Na leo Bwana wapige maadui zako. Amina. Pasaka ni kwamba Bwana anasema nitawajiria tena. Na sio tena tu, ni kuwapiga maadui zenu. Kwa hiyo Pasaka ni kisasi. Pasaka ni nini? Kisasi. Ni nini? Kisasi. Kisasi cha nani? Juu ya maadui. Kwa hiyo kisasi cha Bwana kinakuja juu ya maadui zako. Manake wewe huwezi kujipigania. Ndiyo Yesu akafa, akafufuka ili akupiganie. Sema Bwana nipiganie. Kwa hiyo ndiyo sababu ya Yesu kufufuka. Sasa ili Bwana apigane, akawaambia chukueni kondoo, chukueni mbuzi, kila familia. Unajua kuna watu hawaelewi. Tunaposema ndugu, tuna kusanyiko, kila mmoja atoe sehemu ya fedha yake au sehemu ya kitu alicho nacho. Tukutane hapa, tumwambie Bwana. Wengi hawaelewi, hawajajua nguvu ya umoja. Sikiliza, Bwana alikuwa shindi kumwambia Haruni na Musa kwamba nyie wawili tu inawezekana. Alisema Waisraeli wote wakusanye na mkachukue mkate usiotiwa chachu, mkate uliookwa, mkashiriki. Na hii ndiyo Pasaka ya Bwana. Na Bwana akasema nitapita. Nataka nikwambie leo, Bwana apite. Kama umekuwa ukiteswa na magonjwa, utakaposhiriki chakula kilichoko jikoni, chakula cha meza ya Bwana, Bwana yaponye magonjwa yako. Kama umekuwa ukipita kwenye changamoto kwa muda mrefu, ukipita kwenye vita, ukipita kwenye misukosuko ya ndoa, ukipita kwenye majanga, kwenye uchumi, adui yako apigwe na neno la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo Pasaka ni kisasi.